Mwanangu Nailati, leo ni mara yako ya kwanza kufika hapa Kilindini. Hata mizimu imekupokea. Kuna kazi nataka nikupatie. Nashukuru sana mama. Hata mimi nimefurahi. Ni kazi gani hiyo mama? Amefungia roho kwenye chupa kama mwanzo uliojaa machozi. Lakini ndani ya nyumba hii ndogo Anita anatembea taratibu. Anamwangalia kwa jicho la huruma, anasema huyu mtu anastahili kupendwa tena. Umemwona huyo hapo? Ndio mama. Nataka umfuatilie. Ikiwezekana umuue au ufanye chochote kile utakachoweza. Sijui umenielewa? Sawa mama. Maana tu nikimwangalia ni mtoto mdogo sana kwangu. Hiyo kazi niachie mimi. Ila tu ninachoomba niongeze nguvu. Asante pia. Nimeenjoy kwa kweli. Hata mimi nimeenjoy. Lakini mbona tangu kufika unaonekana una furaha? Ni kweli sina furaha kuhusiana na ile swala nililokuambia. Kiukweli hata mimi inanitatiza. Lakini kani pesa zishatoka? Ndio, zishatoka. Kuna chuki kwa Morogoro. Nimepangiwa huko. Natakiwa kuwasili mwezi wa 6. Kiukweli sitaweza. Boys, kalala kwenye maumivu, moyo wake umechoka, hauamini tena mapenzi. Vipi mama? Mbona bila taarifa? Kuna ajabu? Hakuna ajabu, ila ume surprise. Sijakuzoea. Ndio bana nakupenda mwanamke. I love you. Ndio kuongea na wewe. Kitu gani? Ndio kuongea. Natakaje? Wow. Anamwekea mitego ya upole, sio kumdanganya, sio Mwenzio, nina bonge la tatizo. Weache. Hivi unajua jana nimefumaniwa na mume wangu ndani? Nimefumaniwa na mume wangu ndani humu. Yaani mbaya zaidi, kitanda ninacholala mimi na yeye. Yeah. Yaani acha tu. Unajua nimeshachanganyikiwa.
kinachoniumiza zaidi baada ya tukio lile, hivi unajua hajafanya chochote. Yaani katukuta kitandani mimi na mwanaume, lakini mume wangu akasamehe tu na kumwambia kijana wa watu waondoke. Hata sijui nifanyaje. Mbaya zaidi, kinachonipa wasiwasi, hivi unajua anazidi kunipenda. Kwa nini unanikatisha tamaa? Hapana, uhalisia ndo uko hivyo, lakini mpaka kafike mwezi wa 6 huu mimi nitakuwa nimepata ila maandalizi tu. Kwani dada yako uliongea naye? Na kama uliongea naye alikwambiaje? Dada ndo kwanza takata kusikia. Anachokiwaza yeye niende tu nikalime na kuolewa basi. Ya, zaidi hata ya mwanzo. Yaani ananipenda. Hata sielewi. Yaani alivyonifumania pale, hakunipiga, hakunitukana. Yaani ndio upendo unazidi kuongezeka. Yaani hata sielewi nifanyaje, nawaza mno, kinaniumiza kichwa. Nikwambie kitu. Yaani kwanza, huyo mume wako ni hakupendi. Wewe. Hivi anipendi? Angekuwa anipendi hivi kweli jamani, mtu kamfumania mke wake kitandani na mwanaume mwingine ndani kwake? Hivi unafikiri angekuwa anipendi singenifanya chochote pale? Mbaya zaidi, leo asubuhi kaondoka. Kanipa 200,000. Afu nataka kuniambia anipendi. 200,000. Na sijamuomba na sijamwambia na shida yoyote na pesa. Yaani angekuwa nakupenda, yaani pale pale angekupiga, angekubebesha kila kitu chako ukarudi kwenu, kama angekuwa nakupenda kweli. Yaani hana hata mpango kunisomesha. Lakini mimi nina wazo. Wazo gani? Kuna mzee mmoja nataka nikaongee naye. Natamdanganya kwa mimi ndo nimefaulu na nataka nikasome. Basi zuri. Ikitokea tumefanikiwa, ukishafika chuo, zile mikopo za chuo zinazotoka, ukitoka tu tunarudisha pesa ya watu. Good idea. Lakini sio na chuo chuo napata watoto wazuri. Niona nisahau. Hapana, siwezi kusahau. Kweli. Wivu tu. Hamna lolote. Lazima niwe na wivu. Maana isije katokea kama kuna simulizi moja hivi na Georgia ni Masenya. Ikasimuliwa na Hilali Alexander Luhundo. Naijua. Haitajitokea. Kweli. Mimi sielewi kwa kweli. Hivi. Na hapo kitakachofuata, anasubiri usahau matukio yote. Kinachofuata wewe, anakuua. Lakini hivi angetaka kuniua, sangeniulia pale pale, maana alikuwa amepaniki, ana hasira. Sasa hivi nafikiri nitafanyaje?
kichwani kwako. Hivi unajua anakupenda sana hivi wewe? Anataka usahau kila kitu kilichotokea. Kinachofuata dada, wewe hapa unakufa. Huyo mwanaume wako, huyo ndo atakayekuua. Wewe, mbona kunogopesha basi? Hata uniambia kama hayo. Mimi sikuogopeshi. Hujawahi kusikia mwanamke anafumaniwa na mume wake, hapigwi, hafanyi nini? Kinachofuata baada ya siku kadhaa, mnasikia nini? Kifo. Sasa hapo kuna hayo mawili, chagua wewe. Ukae ufe, uondoke upone. Sawa, ngoja nifikirie hilo, ila sidhani kama Aziaka hanipendi. Tukio mkubwa hilo, unajua. Mkiniambia. Aisha rafiki yangu, nimekuita hapa una kitu nataka unishauri. Ni kitu gani hicho? Ujue Vanessa nampenda sana. Amefaulu na nahitaji nimsomeshe. Umsomeshe? Dadake si yupo? Ndugu si anao? Na ndugu. Lakini alivyoniambia mimi anasema yeye na dada yake wapatani kabisa. Na anachomwambia aende shamba tu akalime au aolewe. Kwa hiyo wewe ndio umetaka kuchukua jukumu la kusema kumsomesha. Hivi unatufahamu sisi wanawake? Aya, unapata hela, unaenda kumsomesha. Aya, akifika huko chuo, akutana na kaka Insamu, akampenda, akamjali. Wewe atakukumbuka? Karibu. Asante. Mdogo wako nimemkuta. Hiyo ndo salamu. Na kuuliza mdogo wako nimemkuta? Hayupo. Ila sikushauri kwa ubaya. Ukiamua kumsomesha, wewe msomesha. Hapo umeanza kuingia kwenye akili yangu sasa. Maana uniambia tena nisimsomeshe kwa ninapompenda, lazima nimsomeshe tu. Mambo mengine yanasemaje? Amna jipe rafiki yangu. Najua sasa hivi shamba imenipiga kweli, niko busy na shamba ndio maana unakuta sionekani. Ndio maana sasa hivi nakonda. Kisa mwanamke anataka kusomesha. Kawaida tu. Uko vizuri. Hayupo. Sasa sikiliza. Akija mwambie aache kumrubuni mwanangu. Anadai amsomeshe kama nani yake. Hana wazazi wa kumsomesha. Naongea na wewe. Wewe mama mtu mzima. Sikia nikwambie mama. Afu umekuja siku mbaya. Yaani umekuja vizuri. Umeanza vizuri ila katikati mama umetibua. Nikuulize. Hujui kwamba sisi hatuna wazazi au? Unajiulizisha? Kama hamna wazazi, hamna rasilimali za kuuza ili aweze kusoma? Zimeandikwa ni za kusomesha. Na kama hazijaandikwa, si unafanya umalaya wewe? Kwa nini usimsomeshe mdogo wako? Sasa kama mko njama moja, unataka kujua upande wangu wa pili. Sikia nikwambie. Umesikia wewe kahaba wewe? Huo upande wa pili nataka kujua. Mimi ni kahaba. Ndio. Nishakuja kufanya kahaba kwako. Msomeshe sasa mdogo wako. Mimi. Pumbavu. Mwambie ongea na mwanao. Unataka kujua upande wangu wa pili. Na imani hunijui. Sikia wewe mama. Ongea na mwanao wa kiume. Kaa naye chini. Kwa kazi gani alionayo kumsomesha mdogo wangu? Sasa nikirudi hapa. Nenda nyumbani kwako wewe. Sitaki toka hapa mara yangu kubwa wewe. Hiyo mwanzo na mwisho. Mama mtu mzima ovyo.
kujitia mipoda tu kumbe mama ovyo. No. Na huyu Vanessa atakuja. Wewe kama mimi nakuona tangia umekuja hapa unafutafuta tu makamazi, unafuta makamazi. Kwani shida ni nini? Hapana bibi. Hamna shida yoyote. Hawa wamekupiga? Hapana, hajanipiga. Sasa shida ni nini? Bibi. Mimi nimefumaniwa. Umefumaniwa? Sasa we mpaka kumleta humo ndani kwa kujiamini nini? Bibi aliniaga anasafiri, kwa nikajua atachelewa kurudi. Yule mwanaume aliniambia tuende ndani kwangu kwa sababu mume wangu aliniambia nisafiri. Ndio tukajua hatuwahi kurudi, lakini cha ajabu alirudi ghafla, akatukuta na mwanaume yule ndani. Cha ajabu bibi, toka ametufumania hajanifanya chochote, yaani zaidi anazidi tu kunipenda bibi. Kwa hiyo mimi na hofu anaweza akanizuru, ndio maana naona tu nitoke bibi pale. Mbona haya maneno ni magumu sana, tena ni mazito. Ngoja nimwite mjomba wako. Nisi hawezi kwa peke yangu. Ni magumu kweli. Fundi! Fundi! Na. Njoo msikilize hapa mwiko wako. Shida iliyomleta hapa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za siku? Nzuri. Habari za huko nyumbani? Nzuri. Umependeza, mambo sio mabaya huko ulipoenda kuolewa nyumbani. Tofauti na jinsi ulivyoenda. Na mbona umebadilika? Hauko sawa sawa, hauko katika hali ya kawaida. Shida nini? Hapana mjomba, hamna tatizo lolote. Si umwambie tu. Huyu ni kwako, kafumaniwa huko nyumbani kwake. Eti nini? White pig, blue market. Decided. Umefumaniwa?